inapendeza sana. Je, unajua kuwa harufu unayopulizia mwilini mwako leo ina nguvu wa kusafiri kurudi nyuma maelfu ya miaka? Perfume si tu maji na harufu nzuri. Ni lugha ya siri, ni alama ya utambulisho na ni safari ya kale ya binadamu kutafuta uzuri. Leo tunazungumzia jinsi perfume ilivyozaliwa. Neno perfume inatoka katika neno la Kilatini perfumo, ambalo maana yake ni kupitia moshi. Maelfu ya miaka yaliyopita kule Misri ya kale ya Mesopotamia, perfume haikuwa kwa ajili ya urembo wa mwili pekee. Watu walikuwa wanachoma mimea, utomvu wa miti na viungo ili kutoa moshi wenye harufu nzuri kama njia ya kuwasiliana na miungu. Michael Cleopatra anasemekana alikuwa anatumia harufu ya maua ya rose na mafuta adimu kuvutia na kuonesha mamlaka yake. Waliamini harufu nzuri kwamba ni ishara ya kitakatifu. Safari ilibadilika karne ya 10 kupitia kwa mwanasayansi wa Kiajemi Avicenna. Yeye ndio alivumbua namna ya kutoa mafuta ya maua kwa njia ya mvuke, distillation. Hapo ndio maji ya rose water alipozaliwa na kuwa maarufu duniani kote. Baadaye nchini Ufaransa katika karne ya 18, perfume ilianza kutumika kuficha harufu mbaya za mitaani na miili, mpaka ikawa ishara ya utajiri na heshima. Leo ni mchanganyiko wa sanaa na asili na sayansi ya kisasa. Kabla tujamaliza, na swali moja kwako ambalo wataalamu wengi wa harufu wanalijua. Hivi unajua kwa nini perfume ile ikipuliziwa kwa watu wawili tofauti inaweza kutoa harufu tofauti kabisa baada ya dakika chache? Ni nini kinachosababisha mabadiliko hayo? Niandikie jibu lako hapa chini kwenye comment. Perfume ni sanaa inayopumua. Unapochagua harufu yako, unachagua jinsi ulimwengu unavyokukumbuka. Hadi wakati mwingine, endelea kunukia vizuri na kutafuta amani katika kila hatua. Mimi ni King Fahad. Asante kwa kuwa nami.